Muziki ni kitu cha thamani sana kwa binadamu. Muziki ni mfano wa maji kwenye maisha ya binadamu. Binadamu atausikiliza muziki kwenye nyakati za huzuni ili apate faraja, na atausikiliza muziki kwenye nyakati za furaha ili kuonyesha hisia zake za furaha kwa ajili ya kujiburudisha. Na kuna wengine husikiliza muziki kwa ajili ya kupata elimu. Lakini yupo mtunzi mmoja aliyeutunga wimbo wa ajabu. Haukuwa wimbo wa furaha wala wimbo wa mapenzi, bali ni wimbo uliosababisha watu kuogopa muziki. Ni wimbo uliosababisha redio kuzimwa. Ni wimbo uliosababisha waimbaji kukataa kuuimba. Ni wimbo uliosababisha magazeti kuandika vichwa vya habari vya kutisha mno. Wimbo uliosababisha ulimwengu kujiuliza maswali makubwa mawili. Je, muziki unaweza kumuua binadamu? Na je, wimbo unaweza kumsukuma mtu achukue uhai wake mwenyewe? Karibu kwenye simulizi ya wimbo uliopewa jina la Gloomy Sunday, ikimaanisha Jumapili ya huzuni. Hadithi za simulizi. Leo nitawarudisha nyuma mpaka mwaka 1933 katika mji wa Budapest huko nchini Hungary. Aliishi mwanaume mmoja aliyebeba huzuni moyoni. Alifahamika kwa jina la Rezu Sherez. Hakuwa tajiri na wala hakuwa mtu aliyopambwa na furaha. Muda wote alionekana ni mtu mwenye huzuni na majonzi tu. Kazi yake ilikuwa ni mpiga piano katika baa ndogo ndogo za usiku. Rezu Sherez alikuwa ni fundi haswa wa kulicharaza piano. Wakati wanyorabu polepole wakishusha mafundo ya mvinyo kwenye midomo yao, basi Rezu alitumia ujuzi wake kucharaza piano kwa ajili ya kuwapa burudani ya mziki. Moyo wa Rezu ulikuwa ni moyo wa mtu aliyeshindwa mara nyingi maishani. Alishindwa katika mapenzi na alishindwa katika kutimiza ndoto zake. Ndani ya moyo wake kulitawala giza, kukosa matumaini. Siku moja akiwa peke yake ndani ya chumba chake kidogo, Rezu alikaa mbele ya piano kama kawaida yake. Mikono yake ilitetemeka, macho yake yalikuwa mekundu kwa kukosa usingizi. Akaanza kupiga melodi nzito ya polepole kama kilio cha roho iliyochoka. Kutoka kwenye maumivu yake akaunda wimbo wenye huzuni na upweke ulioonyesha mtu aliyechoka kuishi. Aliupa jina la Gloomy Sunday, ikimaanisha Jumapili ya huzuni. Maneno ya wimbo huo yalizungumzia mtu anayesubiri kifo chake siku ya Jumapili, mtu anayetamani kupumzika milele. Rezu hakujua kuwa alikuwa ameandika na kuacha historia itakayoishi. Mwanzoni hakuna aliyejali wimbo huo, lakini baada ya kurekodiwa na mwimbaji mmoja aliyefahamika kwa jina la Per Kalmar, kila kitu kilianza kubadilika. Hata redio zilipoanza kuupiga wimbo huu, watu walisimama kuusikiliza. Wengine walianza kuangua vilio vya huzuni kwa sababu wimbo huu uliwakumbusha maumivu yao, na wengine walishia kukaa kimya tu wakigugumia moyoni. Kipindi hicho hakukuwa na simu za mikononi, hivyo njia kubwa ya kuwasiliana ilikuwa ni njia ya barua. Wasikilizaji redioni wakaanza kutoa maoni yao kwa njia ya barua, na barua ziliwasili redioni. Baadhi ya maneno kutoka kwenye barua hizo ziliandikwa hivi, na nukuu: wimbo huu unaelezea maisha yangu. Ninaposikiliza nahisi kama umeandikwa kwa ajili yangu. Mwisho wa kunukuu. Lakini furaha haikudumu. Habari za kutisha zilianza kufika. Hadithi za simulizi. Gazeti moja la Budapest liliandika habari ya kifo cha mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo ajinyonga ndani ya nyumba yake. Karatasi yenye maneno ya wimbo wa Gloomy Sunday imepatikana mfukoni mwake. Siku chache baadaye, gazeti jingine liliandika msichana mwenye umri wa miaka 18 ajitupa mtoni. Marafiki wanasema alikuwa akisikiliza wimbo wa Gloomy Sunday muda mfupi kabla ya kujitupa mtoni.
Mwezi mmoja baadaye ikaripotiwa taarifa ya kijana ajipiga risasi. Redio ilikuwa bado inacheza wimbo wa Gloomy Sunday. Ikawa kadri siku zinavyozidi kwenda na ripoti za matukio ya watu kujiua, huku shahidi zikionyesha sababu za kujiua ni wimbo wa Gloomy Sunday, zikiendelea kuongezeka. Wapo waliojiua kwa kunywa sumu, wapo waliojiua kwa kukata mishipa ya damu, na wapo waliojiua kwa kuruka kutoka juu ya majengo marefu mpaka chini. Katika baadhi ya kesi, maneno ya wimbo yalipatikana mfukoni mwa marehemu waliojiua, na kesi zingine watu walishuhudia marehemu akiimba wimbo wa Gloomy Sunday kabla ya kifo. Baadhi ya waimbaji wakakataa kuuimba, hata kwenye kumbi za starehe nazo zikakataa kuucheza wimbo huu. Redio kadhaa zikaondoa kabisa wimbo huu kwenye orodha yao. Nchi nyingi za Ulaya zikaupiga marufuku. Hatimaye wimbo wa Gloomy Sunday ukapoteza ladha ya kuwa muziki. Hadithi za simulizi. Mwaka 1941 msanii mwingine maarufu kwa kipindi hicho aliyejulikana kwa jina la Billie Holiday aliurekodi wimbo huu. Huyu ndiye aliongeza petroli kwenye moto, kwa maana sasa hata redio za bara la Amerika zikakataa kucheza wimbo wa Gloomy Sunday kwa sababu ilikuwa nzito, yenye kubeba uhalisia wa wimbo. Kila aliyeusikia ulizidi kumchoma moyoni mara mbili zaidi ya awali. Kwa kipindi chote hicho, Rezo Sherez aliendelea kuteseka na umaarufu aliopata kutokana na kuwa yeye ndiyo mtunzi wa wimbo huo. Umaarufu aliopata kutokana na kuwa yeye ndo mtunzi wa wimbo huo haukuweza kumsaidia zaidi ya kumwongezea sifa ya mtunzi aliyetunga wimbo wa kujiua. Ilipofika mwaka 1968 alijaribu kujiua, lakini kwa bahati nzuri uhai wake ukautoroka mlango wa kifo, hivyo jaribio lake halikufanikiwa. Lakini baada ya miezi kadhaa, Rezo Sherez alijaribu tena kufanya jaribio lingine la kujiua, na kilichotokea ni kama ule msemo unaosema mwana kulitafuta mwana kulipata. Awamu hii uhai wake ukanasa kwenye mlango wa kifo. Sasa ikawa rasmi, wimbo wa Gloomy Sunday ukabaki yatima. Mtunzi wake na yeye pia amenyitoa uhai wake yeye mwenyewe. Vichwani mwa watu kulibaki na maswali ambayo mpaka leo hii hakuna mwenye majibu sahihi ya maswali hayo. Swali la kwanza ni je, muziki una nguvu ya kuua? Na swali la pili ni je, dunia ilishindwa kusikiliza kilio cha walioumia?